Mshike jirani yako mkono, mwambie karibu ibadani. Karibu ibadani. Mwambie nimefurahi kukuona kwenye ibada hii ya leo. Mwambie una amani. Mwambie una furaha. Mwambie unajua kwamba kuwepo ibadani ni furaha kubwa mbele za Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi Mungu akubariki wewe ambaye umepata neema na kibali cha kuwepo katika ibada ya leo. Na mimi namshukuru Mungu pia kuwepo mbele yako. Namshukuru Mungu kunipa kibali hiki kusimama mbele yako. Kwa majina yangu naitwa Gamalieli Mwamakula. Naitwa Gamalieli Mwamakula. Jina la Bwana libarikiwe. Jina langu ni gumu kidogo, wengi wanapata shida. Ukipata shida sana kulishika, soma kitabu cha Matendo sura ya 5 mstari wa 4. Utalikuta jina la Gamalieli hapo, utakuwa unaendelea kulishika. Kwa hiyo jina langu ni hilo, naitwa Gamalieli Mwamakula. Ni mtumishi wa Mungu, ni kijana niliokoka na mpenda Yesu. Amen. Basi naomba kabla ya yote niende kuomba kwa ajili ya neno la Mungu. Naomba uweze kutulia pale, ufunge macho yako ili niweze kuomba kwa ajili ya neno la Mungu. Baba Mungu, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Ninakutukuza Bwana kwa sababu umetukusanya watoto wako Mungu katika mchana huu wa leo, Bwana wa uzima. Na wewe unasema Mungu unatukusanya siku zote ili tupate faida. Mungu tunakushukuru, tumekusifu, tumekutukuza, tumekutolea matoleo kwa sababu tunatambua ya kwamba Mungu katika ibada kuna majibu. Katika ibada Bwana kuna kufunguliwa. Katika ibada Mungu kuna matumaini. Tunaliinua jina lako Mungu uliyeketi mahali pa juu sana palipoinuka. Angalia Bwana, sasa ni wakati mwingine, sasa ni wakati wa neno. Naomba Bwana ukaseme na kila mmoja uliyemkusudia katika mchana wa leo. Siwezi mwenyewe Mungu, shika ufahamu wangu, shika akili yangu. Bwana wa uzima, Roho wa kweli, Roho wa mwaminifu, sema na watoto wako hawa. Mimi sina chochote cha kuzungumza juu ya, ila wewe Roho Mtakatifu, Roho wa kweli, unayetupa ujasiri kunena. Sisi tusiojua kusema, Mungu kaseme na watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Utiisho wako na wema wako na nguvu zako, ile nguvu iliyoko katika neno lako Mungu ikajizirishe katika jina la Yesu Kristo anazoendelea hai. Adui asipate nafasi kwenye neno hili. Na wakabidhi watoto wako wote mikononi mwako katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi wa Mungu amejitahidi kukimbizana na muda, lakini muda bado imekuwa changamoto. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimemwona mtumishi wa Mungu Sparrow amejitahidi sana kukimbizana na muda, akijaribu kuwasogeza watu, lakini bado muda umekuwa utoshi. Lakini yote ni kwa ajili ya Bwana na tutaenda vivyo hivyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Basi katika mchana wa leo ingewezekana kusema muda huu tusimame, tufunge ibada, tutawanyike. Jina la Bwana libarikiwe. Ilikuwa inawezekana kabisa sasa hivi tuseme haya, tusimame, kila mmoja abebe kilicho chake, tutawanyike, tusubiri mkutano wa jioni. Kwa sababu yote ambayo yameanzwa kuzungumza au yameanza kuimbwa au toka Sunday school, kitu kilichokuwa kinazungumziwa ni kile kitu ambacho nataka kukisema muda huu. Jina la Bwana libarikiwe. Tuliokuwepo asubuhi Sunday school tumejifunza nini? Tumejifunza nini tuliokuwepo asubuhi? Vitu vya kuzingatia baada ya nini? Kumpokea Yesu. Kuna vitu pale vimezungumzwa na mtumishi wa Mungu amevisema sana. Lakini hata katika kwaya watu wengi wameimba, kwaya Bethlehem na kwaya nyingine zote zimesifu habari hizo au zimekuwa zinazungumzia kitu kile ambacho Bwana yuko tayari kusema na wewe katika mchana wa leo. Basi kwa sababu ni kama ilivyo kawaida au kama ilivyo desturi kwamba ni lazima tupate neno na Roho Mtakatifu ana mafunuo tofauti, basi wacha twende tukajifunze au twende tukahubiriane kwa habari
ya wokovu una thamani kuliko kitu chochote. Wokovu una thamani kuliko kitu chochote. Wokovu ni wa thamani kuliko kitu chochote. Wokovu ni wa thamani, ni wa thamani. Kwa hiyo andika hivyo. Wokovu ni wa thamani sana kuliko kitu chochote. Ndio maana nimesema toka tunapoanza mpaka wanaoimba waimbaji wameimba, vyote walivyokuwa wanaviimba ni vile vitu ambavyo neno la Mungu linaenda kusema au linazungumza katika mchana wa leo. Na nilikuwa najiuliza sana niseme nini, nikawa bado najitahidi ni ile kona labda niseme nitafute somo lingine, bado nikaendelea kukamatwa, nikawa nashuhudiwa kwamba wewe sema hilo, nilikamata hilo. Kwa hiyo nimeona kumbe kweli Mungu alikuwa na mpango wa hili somo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wokovu ni wa thamani kuliko kitu chochote. Namshukuru Mungu sana aliyenipa neema kusimama tena mbele yako, kwa sababu hata kuwepo hapa kusimama mbele yako Mungu amenipa neema. Kwa sababu siku ya juzi, usiku wa kuamkia jana, nilikuwa siwezi kabisa. Hata jana nimekuja hapa nilikuwa siwezi kabisa. Yaani kuinamisha vitu hivi nilikuwa napata maumivu makubwa sana. Homa ilinisumbua sana usiku wa kuamkia jana. Nilikuwa naona kichwa kinauma, alafu joto kali na baridi muda mwingine inakuja kwa ukali sana. Lakini nikasema Mungu, kwa sababu umechagua kwamba nikasimame kwa ajili ya watu wako, na kwa sababu umeamua kwamba nikasimame kwa ajili ya watu wako, basi hakikisha unanipa uzima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Namshukuru Mungu amenipa uzima, nimesimama mbele zako tena. Basi twende tukasome kitabu cha Yuda, ile sura ya kwanza mstari wa 3. Yuda sura ya kwanza mstari wa 3. Yuda sura ya kwanza mstari wa 3. Wokovu una thamani kuliko kitu chochote. Tusome kitabu cha Yuda ile sura ya kwanza mstari wa 3. Sisi nitapata msomaji ili tukimbizane na muda, kusema muda wetu sio rafiki sana. Ningepata msomaji ingekuwa vizuri zaidi ili nikimbizane na muda. Yuda sura ile ya kwanza mstari wa 3. Tutasoma. Amen. Waraka wa Yuda sura ya kwanza na mstari wa 3. Ndio. Neno la Mungu linasema, Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu, ndio, ambao ni wetu sisi sote, naliona imewalazimu kuandikia, ili niwaonye kwamba mshindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Wokovu ni kitu cha thamani. Wokovu ni kitu ambacho hauwezi ukafananisha na jambo lolote. Hauwezi ukafananisha na mtu, hauwezi ukafananisha na fedha, hauwezi ukafananisha na kitu chochote. Wokovu ni wa thamani. Ndio maana yule anasema, niliona vema niwaandikie ninyi watu, niliona vema niwaandikie watu wa Mungu kwamba mwishindanie imani ambayo hiyo imepatikana kwenu mara moja tu. Wokovu ni kitu cha thamani. Wokovu ni kitu cha pekee ambacho huwezi ukalinganisha na kitu kiwacho chochote, na ni kitu ambacho unatakiwa ukilinde, ukishindanie, ukitafakari na uhakikishe wakati wote uko karibu nacho. Usikae mbali na wokovu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wokovu ni kila kitu kwenye maisha ya mtu. Hata hii ajenda yetu, tulipokuja hapa tunahubiri habari njema vijana toka Jumatatu mpaka siku ya leo, ajenda kuu zimetoka fedha, imetoka mali, imetoka nguvu, wametoka jasho. Wanatoka jasho kwa sababu, au tunatoka jasho kwa
tunakishindania au tunataka tuhakikishe wale ndugu zetu au majirani zetu waliokosa kitu cha thamani wanakipata. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa tumeacha mambo yetu, tumeacha ratiba zetu, ndani ya siku 7 tunahangaika, tunateseka, tunapigwa na jua, tunahakikisha kwamba wale waliofungwa ambao hawajapata hii thamani ya Yesu waipate. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa uthamani wa wokovu ni mkubwa mno, na tunajitoa kwa sababu tunajua ipo siku Mungu atatulipa. Ipo siku Mungu atatufuta machozi. Ni kweli tunahangaika, tunatoa fedha zetu, tunaacha mali zetu, tunaacha vitu vyetu, tunaacha ratiba zetu tulizo nazo, lakini ajenda yetu kubwa ni kupambania wokovu. Kile kizuri tulichokuwa nacho sisi na wengine wakipate. Jina la Bwana libarikiwe. Hata Waswahili tu huko wanasema kizuri ule na nini? Ule na nani? Kizuri ule na nani? Wokovu ni mzuri. Kwa hutakiwi kubaki umeukumbatia kwa sababu ni kitu cha nini? Cha thamani. Haleluya. Mimi nakaa au ninaishi kwa muda kama wa miaka 2 hivi sasa hivi. Nimekaa maeneo ambayo watu wanachimba dhahabu. Na dhahabu nimeishika, nimeiuza huko Dira, kazi mwingine. Dhahabu tunafahamu ni kitu cha thamani sana. Tunafahamu, kila mmoja anafahamu ukizungumzia dhahabu ni kitu au ni mali ambayo ni ghali. Sasa ile dhahabu unayoiona ambayo watu wanaipaparikia, mimi nimeenda mpaka kwenye migodi, unakuta wamechimba lishimo likubwa, wamechimba, kulikuwa na mawe makubwa sana, yamepasuliwa na magreda haya, wanasema maskaveta, wanapeleka tunasema vyombo vikubwa vyenye uwezo wa kuchimba chini kabisa. Wanachokitafuta nini? Wanachokitafuta ni dhahabu. Sehemu yenye mlima inadondoshwa kabisa. Unaona kulikuwa na mlima au mlima upo, ule mlima wote unakuta umesambazwa. Kinachotafuta nini? Ni dhahabu. Ndio kitu kinachotafutwa. Kwa sababu gani? Ni kitu cha thamani na hakipatikani kirahisi. Huwezi ukatembea barabarani kule Chunya ukakuta tu dhahabu iko juu tu inang'aa macho. No, ni ya thamani na haionekani kirahisi. Kwa inabidi washuke chini, watafute, watoe gharama, walipie mafedha. Wanakuambia kuliwasha tu lile excavator wakati mwingine ndani ya saa moja natakiwa ulipe 100,000 saa moja. Wanaokoja yale excavator kuja kuchimba chini. Saa moja 100,000. Kwa masaa 12 unatoa 1,500,000 kwa ajili ya kuhakikisha tu program zote hizo ni kutafuta kitu kinachoitwa dhahabu. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kitu cha thamani kwa duniani. Ni kitu kinachoonekana ni cha thamani sana. Na watu wa kule wamejikita huko, hawalali hawasinzii usiku kucha, wako wanakimbizana, wanaitafuta dhahabu. Wanatafuta kitu cha thamani ili waweze kufanikiwa. Kwa sababu wanajua katika kutafuta ile dhahabu mwisho wa siku watatoka kimaisha, watatoka katika hali ya kuwa uchumi wa chini, watainuliwa. Wanaamini hivyo, ni duniani na wako sahihi. Mimi nimezungumzia hiyo ni dhahabu, lakini ninachokizungumzia ni uthamani wa wokovu. Wokovu haufananishwi na dhahabu, wala haufananishwi na fedha, wala haufananishwi na kitu chochote. Wokovu ni zaidi ya kitu chochote. Jina la Bwana libarikiwe. Sitasoma vitabu vyote, vingine nitakwenda vitamka. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 3, Mungu anasema ya kwamba tutapataje kupona tusipojali wokovu ulio mkuu namna hii, ulionena kwetu na wale waliosikia, ukadhihirishwa kwetu. Anasema utawezaje kupona? Sisi tuliookoka au wewe ambaye hujaokoka, utawezaje kupona usipojali? Unajua unaweza ukawa ndani ya wokovu lakini usijali.
mbali. Unajua ukiwa ndani ya kitu fulani unaanza kukizoelea. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu anapoomba kazi, mtu anapoomba ndefu, peji hata 20, mimi nilikuwa nilifanya 1 2 3, nilienda na semina ya washa mbalimbali za kutosha, na anapeleka ile CV kwa kushuka sana kwa yule bosi. Angalia hapa, nimeleta, naomba nipate kazi. Akipata kazi, amekaa pale ofisini. Wakati mwingine hata anapoingia pale ofisini, aliingia kwa hofu, anaogopa. Atafika hata pale kiti anaogopa, sijui nikae hapa, sijui hata nifukuza, hivi nikae hapa. Unaanza kujihoji, sijui nikae hapa, ngoja nisimame. Unasubiri upewe mwelekeo kwamba ukae, kwa sababu haujazoea. Ndio kwanza unaomba kazi. So baada ya kupata kazi, kile kitu unakizoea, maana ofisi tayari umeshakaa, umeshapata kazi. Kwa unaanza kuzoea, unaona ni kitu cha kawaida kazi. Wakati mwingine utaanza hata kuchelewa kwenda kazini, maana umeshazoea, umeshapata kazi, hamna mtu anayekusumbua. Unaona kazi ni ya kawaida, maana tayari umeshapata. Usiku ya kwanza, ya pili, ya tatu, mwezi unapazoea, unaona ni kitu cha kawaida. Ndivyo ilivyo hata katika wokovu. Wengi tuliookoka tumeuzoea wokovu. Tumeuzoea wokovu. Wengine tunaishi kwa mazoea. Tunafikiri wokovu ni kitu cha kukizoea. Yesu anasema, ujalini wokovu. Utapataje kupona usipojali wokovu? Utapataje kupona kijana? Utapataje kupona mama? Mama, utapataje kupona baba? Utapataje kupona usipojali wokovu huo ambao hujaulipia? Ukisoma kitabu cha Waefeso, naomba msomaji wangu soma kitabu cha Waefeso sura ya 2. Kitabu cha Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Ndio, Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 mpaka ule wa 10. Nitasoma. Ndio. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema. Ndio. Kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ndio. Ni kipawa cha Mungu. Ndio. Wala si kwa matendo ya mtu awaye yote. Ndio. Asije akajisifu. 10. Maana tu kazi yake. Ndio. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tutende matendo mema. Ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Mungu anasema ya kwamba tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana kwa nafsi zetu, bali ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo mtu yoyote asije akajisifu. Ukijua ya kwamba umeokolewa kwa neema, ukijua kwamba wokovu uliopata haujapata kwa sababu umestahili, haujapata kwa sababu wewe ni mzuri au unaomba uzuri, umeupata kwa neema. Umeupata kwa neema. Wako watu ambao wako huko wanalewa, wanateseka huko, si wanapenda. No, hawapendi. Mimi nimehubiri maeneo mengi. Siku moja nimekutana na kaka mmoja njiani kabisa. Niweza kuhubiri na kutana naye njiani, ananisimamisha. Ananiambia, mtumishi wa Mungu, naomba simama. Mimi bwana, hii hali unayoiona hii, sipendi hata siku moja. Sipendi. Nimetoka huko nilikotoka, hapa sina hata nauli. Nimekuja hapa nimelewa, ninakunywa pombe. Sipendi kabisa. Analia kwa machozi, anapiga magoti, ananilazimisha, amenishika koti, ananiambia, naomba ninapiga magoti hapa niombe. Naomba niombe. Sipendi hii hali unayoiona. Naomba niombe. Sikiliza, wokovu ni neema. Na hii neema ambayo umepata sio kitu cha kukizoelea. Lazima uishi kana kwamba kitu ulichopewa hujastahili nacho. Unajua, ukiwa unaishi
kwa sababu unajua kwamba umezoea wokovu, hutampendeza Mungu. Sababu utaona ni vitu vya kawaida kule ibadani, tunakuja tunaimba pambio, tunaruka, tunashangilia, tunatoka. Utaona ni mambo ya kawaida. Utazoea, utasema kanisani. Huwa anaingia dada fulani, anasema tufungue ibada. Baada ya hapo wanasema kwaya fulani zimbe, zikimaliza anakuja tunatoa sadaka. Baada ya hapo anakuja mchungaji wanahubiri. Baada ya kuhubiri basi tunaondoka na amani ya Bwana. Unakuwa na mazoea na ukijua basi unaanza kumteka. Hamna shida yoyote, ni vitu vya kawaida. Usizoelee wokovu. Wokovu ni wa thamani. Ni wa thamani kuliko kitu chochote. Ni wa thamani kuliko watoto wetu. Ni wa thamani kuliko wame zetu. Ni wa thamani kuliko mali tunazomiliki. Ni wa thamani. Mungu anasema ya kwamba ukitaka unifuate lazima ujikane mwenyewe. Lazima ujikane. Kuna mwingine umemfuata Yesu lakini unataka kujikana. Kuna vitu tu asili bado uko nako, tunakufuatilia. Sikiliza, wokovu ni wa thamani. Kama ni wa thamani, acha vitu vyote ulivyo navyo. Acha vitu vyote ambavyo vitakupunguzia mwendo, vitakavyo kutenganisha na wokovu. Tafuta Yesu, tafuta uso wa Mungu, tafuta thamani kwenye maisha yako. Tafuta thamani. Jina la Bwana libarikiwe. Huwa naongea na vijana kule nyumbani. Nawaambia vijana, sababu mimi ni kijana na bahati nzuri nimefika na hapa kwa mchungaji kijana. Haleluya. Mwambie jirani yako, nipo kwa mchungaji kijana. Sema nipo kwa mchungaji kijana. Na huo ni unabii, manake huyu mchungaji hata atakapokuwa mzee miaka mingi bado atakuwa kijana tu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Huwa naongea na vijana. Nasema kijana uliokoka, una afya njema. Simaanishi kwamba watu wengine hawamstahili haya wanayoyasema. Ila huwa naongea nao, nasema hivi, wewe ni kijana, ni binti, ni kijana wa kiume, umeokoka. Unafanya mambo yako ya msingi. Una biashara zako ndio unafanya. Tunakuwa na ratiba mbalimbali za ibada. Kuna Jumatatu, wakati mwingine sisi tule utaratibu wetu Jumatatu saa 10 mpaka saa 12 sije. Sasa ni kama nasema hivi, kijana unapata shida gani kuanzia asubuhi? Kwa wale ambao hamko kwenye mambo ya Kaisari, hamjaajiriwa na serikali au na watu ambao mko wako juu yenu, wana supervise au wanawasimamia. Una kazi yako ambayo wewe mwenyewe ndio boss, wewe mwenyewe ndio kila kitu. Yaani unaweza ukaamua kwamba hii wiki nzima mimi nikaipangilia hii wiki nzima hii sitaenda. Ninajua nitakavyo kuja kureplace. Unajua wewe mwenyewe kabisa kwamba 1 2 3 nitafanya. Hata kwa mfano kama Jumatatu hiyo ratiba ambayo sisi tuko nayo kule, kwamba wakati umeamka toka asubuhi umefika mpaka saa 9 hivi, haya masaa yote haya umeshindwa kupata hela au umeshindwa kupata kile kitu unachokitafuta, haya masaa mawili ndio kwamba huyu Mungu ndio ameona kwamba ndio muda wako wewe wa kupata fedha nyingi zaidi hapo. Ndio muda wako wewe umeona ndio muda wa kupata mambo mengi, mambo au fedha au vitu unavyotegemea muda huo wa masaa mawili. Kumbuka, Mungu ametuumba ili tumwabudu. Sijui kama unaelewa hiki kitu. Hivi vitu vingine tunavifanya, ndio sisi ni wanadamu tunaishi duniani. Kwa hiyo lazima tuvifanye. Kwa hiyo chochote unachokifanya lazima ukifanye kwa utukufu wa nani? Lazima ukifanye kwa utukufu wa nani? Kwa hiyo hajalishi uko ofisini au hajalishi unafanya kitu chochote, lazima ukifanye kwa sababu unaishi kwa kusudi la Mungu. Hauko pale kwa bahati mbaya. You are there for the main purpose. Upo pale kwa sababu ya kusudi la Mungu. Sasa wanawaambia hivi, masaa haya mawili yanawapunguzia nini? Maana Mungu anasema nyinyi hamjateswa hata kumwaga damu. Kuna watumishi wa Mungu walikuwa mpaka wanabuluzwa. Sikiliza, wanateswa, wanatumbukizwa mpaka kwenye mapipa ya lami.
wanapata mateso makubwa kwa sababu wanaupambania wokovu. Wewe hamna mtu anayekukamata, hamna mtu anayekushikilia, hamna mtu anayekufunga kamba. Ni wewe tu nakupangilia. Kitu gani kimekuzuia kufika ibadani mwa Bwana? Hauko shuleni kwamba una ratiba program za shule kwamba ni kipindi au ni kuna moduli inaendelea. Hauna kitu chochote. Uko free. Masaa mawili umeshindwa kumtengea Bwana. Na unasema nina mpango wa kwenda mbinguni. Na unasema nataka niende mbinguni. Na ninasema nataka niende mbinguni. No, mtu wa namna hiyo hajaelewa thamani ya wokovu. Hajaelewa bado. Sikiliza, ukifahamu maana ya wokovu, hautasukumwa. Hautaambiwa twende ibadani. Hautapigiwa simu. Tunawapigia simu ni hao wachanga waliotoka leo, waliotoka jana, waliotoka juzi. Tunao wajibu wa kuwatafuta, maana ni watoto katika ulimwengu wa roho. Lazima tuwachunge. Lakini wewe uliye ndani ya Kristo, uliyeokolewa, ni miaka kadhaa imepita, hatustahili kukupigia simu, kukuvuta kwa wale wokovu. Maadamu Bwana amekuokoa, hautaki upigiwe filimbi kupiga huko. Hutaki kupigiwa filimbi. Hutaki kupiga filimbi. Sikiliza, mimi wanawaambia wale vijana, wakati mwingine machozi yananitoka kwa sababu unakuta watu vijana wako busy, alafu kazi anayoifanya ni kazi ya hatari. Ni kazi ya nini? Ni kazi ya hatari. Sikiliza. Unasema sikio la kufa alisikika. Mimi juzi nilikuwa sijui, wakati nimetoka kule wakaniambiaje, kwa sababu nilifika hilo eneo miaka kama miwili au mitatu iliyopita. Sasa sikuwa najua kitu chochote mpaka hivi karibuni, wakati narejea ndo nikaja kujua. Wakaniambiaje, mtumishi wa Mungu, hawa vijana unaowaona, nilikuwa naongea na mama mchungaji, yani hawa vijana unaowaona, nilitokea changamoto hapa kanisani. Kuna kijana mmoja mchungaji alimwelekeza sana, akamwambia, wewe kijana, usifanye kazi hii hapa, alafu jitahidi sana kumtafuta Mungu kwa bidii. Mtafute Mungu kwa bidii. Na wakati wote huo, yani hiyo wiki hiyo ambayo tukio linatokea, yani mchungaji alikuwa hapati amani. Wakati wote anamuita huyo kijana, anamwambia njoo, wewe kijana njoo, anamuita, anamwelekeza hiyo kazi usifanye. Na kanisani wewe unajitahidi kuja, anamwambia usifanye hiyo kazi. Ndivyo nilikuwa ndani ya hiyo wiki. Siku chache baadaye, huyo kijana maeneo ya kanisani kwa juu kidogo alikamatwa. Alipokamatwa walimuua pale, alafu pikipiki wakaibeba. Yaani walimuua pale, alafu pikipiki wakaibeba ile pikipiki. Na alikuwa mshirika wa mchungaji hapo, alikuwa anamuelekeza, wewe mtoto, hiyo kazi usifanye, njoo. Ndio maana wakati mwingine, sikiliza watumishi wa Mungu wanachokisema. Aliposema baba yako wa kiroho usianze kubishana, akamwambia usifanye hicho kitu. Kilichokuja kutokea ule msiba, walikuwa wananieleza kwamba watu waliogopa, vijana walianza kulia, wanaogopa, wanalia chini, wanapobeba wanaeleza, wanaogopa, vijana wanalia. Na vijana wengi maeneo yale wanaendesha nini? Wanaendesha bodaboda. Wengine wanafanya kazi ndio nyingi, lakini wengi wao wanaendesha nini? Bodaboda. Sasa mimi nika-recall. Nikasema hao vijana, kama lilitokea tukio kama hilo, wakaogopa, wakatetemeka. Yaani, unajua kazi ya bodaboda ni Mungu ndiye anayetulinda, si ndio? Au sio watu wa Mungu? Kazi yoyote, sio tu bodaboda, haya tuseme kazi yoyote, lakini kazi ya kutembea kwenye barabara kila siku kwenda na kurudi, unatembea lakini usalama wako ni mdogo sana. Sawa. Lakini nilishangaa hawa vijana wako comfortable. Yaani wamesahau kabisa kwamba kuna tukio limewahi kutokea hapa. Nikasema Mungu, hivi hawa watu wanahitaji kitu gani Mungu awafanyie? Wanahitaji alamu gani Mungu awape ili wajue kwamba Mungu au wokovu ni wa thamani. Ibada ni ya thamani kuliko hata kazi mtu anayoifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna siku moja kati niko huko nafanya kazi, nilikuwa chini ya mtu mmoja ni wakili.
Kabla sijafika hiyo sehemu, nilimwambia huyo mtu ambaye ndo alikuwa ananisimamia, nikampa ratiba yangu ya ibada. Mimi nitakuwa nakuja siku fulani siku zote ndani ya wiki. Lakini naomba siku hizi hapa kadhaa uwe unaniruhusu niweze kufanya nini, kuwepo ibadani. Aliniruhusu. Na mimi sehemu yote ninayokwenda napenda nimfanyie Mungu ibada. Akaniruhusu. Alipoona siku zimeenda, akaanza kuona kama vile wakati mwingine wateja wanakuja, mimi nimetoka ofisini. Nikamwambia baba, mimi nilikwambia kwamba siku za ibada, siku fulani, siku kuanzia saa 10 mpaka saa 12 sitakuwepo. Akaniambia, ndio, lakini hapa umekuja kufanya kazi. Hapa umekuja kufanya kazi. Ananiambia hivi, hapa umekuja kufanya kazi, kujaja kufanya uchungaji huku. Ametumia hiyo kauli. Kujaja kufanya uchungaji huku. Nikasema ndio. Lakini mimi nature yangu na mazingira yangu siwezi kufanya kazi siku nzima au wiki nzima sienda kanisani. Kwa hiyo sitaweza kukubaliana na wewe unachokisema. Kila siku zungumza maneno mengi. Nisema tu ndio nazungumza. Nikamwacha pale yuko na makompyuta yake, nikabeba vitu vyangu nikaondoka. Huyu kijana ni anadharau sana na nini. Nikamwambia baba, mimi huyo mtu ni msumbufu, hebu dili naye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Au jiamini, unajua ukishakuwa na wokovu ambao ni kamili, jiamini. Jina la Bwana. Wokovu ulio kamili, jiamini, kwa sababu Mungu anajivunia mtu ambaye ana wokovu ulio kamili. Jiamini. Jina la Bwana libarikiwe. Nilimwambia vile, alikasirika sana. Na walikuwa wengine marafiki zake wengi pale. Nikaondoka nikaenda kanisani. Akaendelea kufoga nini, lakini bahati nzuri mpaka anakuja kuondoka anakuja kusema yule kijana kwa kweli Mungu anamcha kweli. Yule kijana Mungu yani akafika mahali akainua mikono akasema basi mwacheni tu anaenda kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mpaka leo hii anaheshimu, anajua kwamba kumbe huyu mtu ni mtu wa ibada, sitakiwi. Unajua mtu akishakutambua toka mwanzo wewe ni mtu wa namna gani, hawezi kukuletea vitimbi vya ajabu. Mtu akishajua wewe wokovu wako ni wa namna gani, hata kuletea mauzauza. Kwa sababu anajua wewe ni mtu wa namna gani. Hata mazungumzo yake anayozungumza, hawezi kuzungumza bla bla anapojua wokovu wako wewe sio kawaida. Kwa hiyo nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba ukiwa na wokovu mtu wa Mungu anakuheshimu. Ukauheshimu wokovu anayokupatia. Kwa sababu tunasema wokovu ni wa thamani kuliko kitu chochote. Ndio maana ukiwa mtu ambaye una wokovu ambao unauheshimu. Sababu wakati mwingine ukishakuwa ndani ya wokovu, nimesema unaweza kuwa una dharau. Unaona ni kitu cha kawaida. Ukisoma kitabu cha Kutoka ile sura 32 mstari wa 32 utakutana na maneno ya mtumishi wa Mungu pale Musa. Nataka nikuoneshe mtu ambaye ana wokovu ulio kamili, anatambua thamani ya wokovu, anapokuwa na kiburi mbele za Mungu. Sikiliza, wakati mwingine ukitambua thamani ya wokovu, na Yesu anakutambua kwamba wewe ni mtu sio wa kawaida, anakusamini kwa viwango vikubwa. Napenda pale, sikiliza, hatutasoma hicho kifungu, ila pale anasema Musa anapozungumza wakati ule wale wa Israeli wamefanya vitimbu pale, vitu vya ajabu, wametengeneza ndama pale. Walipoona Musa amepanda mlimani kuomba, anazungumza na Mungu, anasema Musa amechelewa. Musa mbona amechelewa? Haruni, tunaomba tutengenezee ndama, tutengenezee sisi tuweke kuabudu. Sikiliza, aliporudi Musa kutoka kule juu, Musa alikasirika. Akasema hawa wote na wakatilia mbali. Hawa wote ninaondoa, ninawaua. Lakini jitu la Mungu lenye kuthamini wokovu, lenye kuona thamani ya wokovu, linamwambiaje Mungu wewe? Mungu, kama utafutilia mbali hawa watu, na mimi nifute kwenye kitabu chako cha wokovu. Nifute kwenye kitabu chako. Kama unataka wafutilia mbali hawa watu, na mimi nifute kwenye kitabu chako. Sikiliza, haya maneno mtu ambaye yupo ndani ya kanisa hawezi kuyazungumza. Hawezi. Alitambua kwamba kazi anayofanya mbele ya Mungu ni kubwa. Mungu hawezi akamtupa. Na Yesu na Mungu kwa sababu anatambua uthamani wake akasema
sitaweza kukufuta Musa, sitakufuta. Nitadili na hao waliofanya uovu, nitadili na hao. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa ukiwa na thamani, ukiwa wa thamani, ukatambua wokovu ni wa thamani, Yesu anakuheshimu. Ni kitu gani kinachotutofautisha mshirika mmoja na mshirika mwingine kanisani? No, sio kuingia kanisani, sio kuingia kanisani, no, sio kuimba, sio kuimba, no, sio kuhubiri, wala sio kuhubiri. Kinachotutofautisha mtu wa kwanza na wa pili, viwango vya kumtafuta Mungu, huduma kanisani, kinachotutofautisha ni kitu kimoja: kutambua thamani, kutambua thamani ya wokovu ulio nao, wokovu ulio nao. Vile muda wa kanisani, mtu huko nyumbani kwako unafanya mambo mengine, vile muda wa kanisani unafanya biashara zako, vile muda wa kanisani uko na mambo yako yasiyokuwa ya msingi. Ndicho kitu kinachotutofautisha. Ndipo pale unapoona mtu wa kwanza na mtu wa pili, unaanza kusema, mbona huyu mtu Mungu anamuonekania? Mbona huyu mtu Mungu anamuona sana? Mbona huyu mtu anaonekana namna hii? Sikiliza, sio hivyo. Ni namna anavyo usalini wokovu aliopata, wokovu aliopata, analokumbuka damu ya Yesu msalabani. Ndio maana mtu aliyejikana, aliyetambua uthamani wa Yesu, aliyetamani uthamani wa wokovu, atajiweka mbali na dhambi, atajitahidi kukaa mbali. Wewe uliokoka siku ya leo, kitabu chako kwenye maisha yako kuanzia leo, wewe tuchukua mstari moja, ile mstari wa 10. Chukua hiyo wewe uliokoka jana, juzi kuta, wiki nzima. Chukua hicho kitabu, chukua hicho kitabu cha mstari 1:10. Mungu anasema, mwenye dhambi akikushawishi mwanangu, wewe usikubali. Wewe uliye ndani ya wokovu, unamtafuta Mungu, unampenda Mungu, anayekuwa na dhambi akikushawishi, wewe ambaye umeokoka, asiokoka, asikwambie umepotea, asikwambie umepoteza muda, asikwambie na mimi nilikuwepo huko nikaacha, asikupotezee muda. Tambua thamani ya wokovu wako, tambua thamani. Usikubali na mtu kukukatisha tamaa. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Sijui kama naongea na mtu, naongea na mtu hapa, naongea na mtu. Kinachotutofautisha ni jinsi ya kutamka thamani. Mungu anasema kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10, anasema nyinyi ni mzao mteule, alafu taifa takatifu, alafu watu wa miliki ya Mungu. Sikiliza, hii kabila ya watu wa uzao ule mteule wa Kristo, wa uzao mteule, wao watu wa miliki ya Mungu, wa taifa takatifu. Sio watu wa kawaida, rabasiko, sio watu wa kawaida. Hata kama mtu unatembea huko mtaani na kuona watu wa kawaida, tunaishi kwenye hii dunia hii, sio? Unapokuwa unatembea huko barabarani, mtu atakuona wa kawaida, atakuona wa kawaida sana, atakuteki wewe easy, kwa sababu anakuona wewe ni yeye, yaani wewe na yeye ni kama wote wamevaa mashati, kama ni blouse wote wamevaa sketi wote, kama ni wa kike atakuona wa kawaida. Lakini katika ulimwengu wa roho, wewe ni mtu, ni kitu, ni mtu mkubwa ambaye mtu akikutazama, mapepo yakikutazama yanaona moto unatembea. Mungu anasema asinzii wala halali usiku kucha, anamwangalia mtu aliye wa thamani. Anakuangalia wewe uliye wa thamani, anakuangalia wewe uliye wa thamani. Usikubali mtu akakutoa ndani ya wokovu ulio wa thamani. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Yesu ni wa thamani, wokovu wake ni wa thamani, na haulinganishi na pesa,
hauenganishi na mtoto. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio vile utakuta wakati mwingine yuko mtu kanisani, wakati wa neno umefika, mtoto hata hali ni mama na mtoto hata hali anamtoa tu nje. Wakati mwingine wenye tabia mbaya zaidi anamsina na kumsina mtoto, aanze kulia, aanze kumbembeleza. Sababu nini? Akwepe kipindi cha maombi. Kipindi cha maombi kiwahi kuisha mapema. Kwa cha kufanya nini? Ni kumfinya tu mtoto alie wewe. Mbele bora kuliko nianze kuomba ndugu yangu. Bora tu nianze kulea mtoto. Kwa atafinya mtoto mbaya atalia wewe. Maombi yameisha, ngoja sasa ndio. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Muda wa sifa upo, tumeruka wote, tumeruka pamoja. Ikifika tu kipindi cha maneno tu, tayari muda wa msalani umefika. Kibofu kinajaa ghafla. Kibofu ghafla bilivuu. Ni kama vile jagi limemwagiwa kwenye, yaani unamwagia maji yanamwagiwa kwenye jagi. Shwa! Tayari niende sasa. Muda wote hakukuwa na shida yoyote. Ni muda wa neno tu la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kote huko nikuta thamani ya wokovu. Thamani ya wokovu. Unajua mtu anayekuja hapa kanisani, kuna kitu anakitafuta zaidi ya kukuja tu hapa akaonekana na akatawanyika. Kwa huyo mtu hawezi jua wakati gani Mungu anazungumza na yeye. Ni aidha kwenye praise and worship, ni aidha kwenye sadaka, ni aidha kwenye neno. Kwa hakuna kipindi ambacho atakidharau. Vyote atavichukulia kwa uzito wake. Kwa sababu vyote ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Jina la Bwana libarikiwe. Usamini wokovu ulio nao. Na Baba nimempenda, amezungumzia habari ya Biblia. Wakristo leo wengi tuna vitu vingi sana vya thamani, ila Biblia hatuna. Tuna vitu vingi vya thamani, lakini Biblia hatuna. Na una miaka zaidi ya 5, 6, 4 mingapi, hauna habari na Biblia. Sisi ni wanafunzi wa Yesu. Na mwanafunzi wa Yesu lazima uwe na Biblia. Na sio tu Biblia, lazima uwe na peni. Mimi ni mdogo sana kwa mchungaji wangu. Sehemu yoyote kwa mchungaji au kwa mtu yoyote anayesimama madhabahu, mimi ni mdogo sana. Kwa chochote anachokizungumza Mungu anazungumza. Kama darasani kule ambako tuna mambo ya duniani, tunabeba makaratasi, tunabeba makauntabuku makubwa. Kwa nini kanisani hapo ambapo kila kitu kinapatikana? Kwa nini hatubebi yote? Kwa nini hatubebi Biblia? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo tupone wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapo tupone. Hapo tupone wengi. Nyakati hizi tulizo nazo ni mbaya. Nyakati hizi tulizo nazo ni mbaya. Jina la Bwana tusaidie sana. Nyakati hizi tulizo nazo ni, ukishindwa kuwa mtu wa kumtafuta Mungu kwa bidii, ukishindwa kuwa mtu ambaye unatafuta siri za Mungu zinasema nini, utafute thamani ya wokovu, kwa sababu thamani ya wokovu haitafutwi lazima muwe mtu wa kujitoa. Kwa hiyo nachotaka kukisema ni nini, watu wa Mungu? Yesu ni wa thamani. Na haijalishi unapitia mazingira gani, haijalishi ni mambo gani magumu unapitia, haijalishi una mazingira magumu kiasi gani, maadamu umempokea Yesu, maadamu umemkubali Bwana Yesu, ukasema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, wewe usimwache. Kamata vazi lake, kamata pindo lake, hakikisha uko naye. Mungu anasema ni kitu gani kinitenge na upendo wa Kristo? Ukisoma Warumi 8 pale mstari kuanzia 31 na kuendelea, anasema kitu gani kinitenge na upendo wa Kristo? Sieni njaa, sieni dhiki, sieni umasikini, sieni utajiri. Ukikosa fedha, ukikosa ada, ukikosa chochote unachohisi wewe unakosa kwenye maisha haya, lakini wokovu usiwache. Wokovu usifanye nini? Ni kitu cha thamani. Ni kitu cha thamani mno. Ni kitu cha thamani.
Nimalizie na haya mambo matatu kwa dakika tatu, ili uwe mtu ambaye utatembea vizuri katika kuthamini wokovu wako. Lazima uyathamini haya mambo matatu ya msingi. Yako mengi, lakini mimi nimeweka haya mambo matatu. Na vitabu hivi hatutasoma, mimi nitavisema tu. Muda wangu umefika mwisho. Cha kwanza, lazima uwe mtu wa maombi. Ukisoma kile kitabu cha Marko sura ya 14 mstari wa 38, Mungu anasema, "Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni." Kwa nini watu wanashindwa kuthamini wokovu? Kwa sababu kibinadamu, mwanadamu ameumbwa kuchoka. Ulimwengu wa roho au maisha ya kawaida, sisi wanadamu tumeishi. Mungu anasema roho hii lazi, lakini mwili udhaifu. Sasa huu mwili wa mwanadamu hauwezi ukastahimili kumpendeza Mungu hivi hivi. Lazima iwepo jitihada, kiwepo kilainishi cha kuwezesha huu mwili, iwepo grease. Kwa wale watu wa magari watanielewa vizuri. Iwepo grease ya kulainisha huyu mtu wa rohoni aweze kutembea vizuri na kuthamini ukubwa. Kwa ili uwe mtu ambaye utaweza kutembea kwenye thamani ya wokovu na ukauona wokovu ni wa thamani, lazima uwe mtu ambaye unaomba sana. Nimesema kitabu cha Marko sura ile ya 14 mstari wa 1. Tutasoma, muda wangu nimebaki na dakika 5 sijui 6. Lakini jambo la pili, kitabu cha pili hapo unaweza ukakiongezea. Kitabu cha pili unaweza ukiongezea Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Mungu anasema ombeni bila kukoma. Haijalishi unapitia mambo gani, haijalishi umekataliwa, haijalishi wangapi wanakusema, haijalishi vitu gani, kila kitu. Unajua unapochoka sana, ukitaka ujione ni jasiri, ili sijui kama umewahi ku experience hiki kitu. Kama una shida kubwa, hata kama una shida kubwa kiasi gani, just do it hiki kitu, fanya hiki kitu, siku moja ujaribishe. Hata kama una shida kubwa kiasi gani, pata muda, kaa, omba kwa kumaanisha, omba kwa kujibidisha kwa Bwana, jiachilie kwa Bwana. Utaona. Yaani utaona kabisa, yaani ni kama hii dunia yote ni ya kwako peke yako. Yaani unaona kama vile kila kitu unakiweza. Hakuna kitu kinacho kushinda. Kitu cha pili, nimesema cha kwanza ni hiyo maombi, na nimesema hicho kitabu cha Marko. Cha pili nimesema kwa Wathesalonike wa kwanza 5:17. Cha tatu hicho ni vifungu tu. Kipengele cha pili ni kwamba ili uweze kuishi maisha ya kuonekana wokovu uwe na wasamani na ukaona ni wasamani kwenye maisha yako, kitu cha pili, lazima uwe mtu wa kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu limekuwa changamoto. Neno la Mungu limekuwa changamoto kwa watu wengi. Jina la Bwana tusaidie. Wengi hatusomi neno. Lakini Mungu anasema neno la Mungu ni upanga. Neno la Mungu ni upanga wakao kuitena lina nguvu. Ili uwe na nguvu za rohoni, lazima uwe mtu wa kusoma neno. Soma kitabu kile cha Ebrania sura ile ya 4. Sura ile ya 4 mstari ule wa 12. Lakini pia utasoma kitabu kingine. Nimesema Ebrania 4 mstari wa 12. Kitabu cha kwanza hicho kinazungumzia kwamba neno la Mungu ni upanga. Neno la Mungu lina nguvu. Usipokuwa mtu wa kusoma neno hutafika. Kitabu kingine ni kitabu cha Zaburi ile sura ya 119 mstari wa 105. Maneno ya Mungu yanasema hivi ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia zangu. Kwa ili uweze kufika vizuri, uende kwenda kutembea na vile Mungu anavyotaka, ili uweze kuona uthamani wa wokovu ndani ya moyo wako, lazima uwe mtu wa neno. Amen. Nimesema Zaburi 119 mstari wa 105. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ili uweze kumpendeza Mungu. Mungu anasema
Yesu anasema imenipasa niende ili huyo msaidizi aweze kuwa ndani yenu. Sababu nisipoondoka huyo Roho Mtakatifu hatakuja ndani yenu. Hatakuja ndani yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Soma kuna kitabu cha Matendo 1:8, mtapokea nguvu mtakapopokea Roho Mtakatifu. Waliokuwepo Sunday school mtumishi wa Mungu alikisema. Lakini Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 16 mstari wa 11. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11. Mungu anasema mtakeni yeye na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Inatakiwa umtake Mungu na nguvu zake, utafute uso wake. Kumtaka Mungu na nguvu zake ni kwa njia gani? Roho Mtakatifu ndio nguvu, ndio nguvu yenyewe. So huwezi kumpendeza Mungu usipokuwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba watu wa praise tusimame. Jina la Bwana libarikiwe. Tusimame watu wa praise. Tumefika mwisho wa ibada. Yesu ni wa thamani. Wokovu ni wa thamani. Wokovu ni wa thamani. Tuzungumze na mtu mmoja dakika 3 hizi 4. Yawezekana kuna wakati mazingira ulio nayo yamekufanya wewe uchoke kibinadamu, ukachoka, ukaona hata wokovu wakati mwingine hauna thamani. Ni kweli kibinadamu naweza ikatokea, ukakosa hata nguvu wakati mwingine za kuomba, ukakosa hata nguvu za kumtafuta Mungu, ukabaki unadua. Mchana wa leo nataka niombe na huyo mtu. Nataka niombe na huyo mtu. Na yamkini upo hapa, unatamani Yesu akupe nguvu mpya za kutafuta tena uso wa Mungu kwa bidii. Ni wakati wako. Naomba wanapenzi tuimbe wimbo wa kuabudu kwa chini wakati namalizia hizi dakika 5. Unichunguze, unichunguze. Naomba tuimbe nafsi yangu nakutamani. Tusimame. Tusimame. Yaona kiu. Rabo Mungu shana na nasibu. Endelea. Najua kuna wakati unaweza ukaombe pitia ukachoka kama mwanadamu, ukachoka, matatizo yakakuchosha, lakini Bwana yuko tayari kukupa nguvu tena, yuko tayari kukupa nguvu tena, yuko tayari tena kukupa nguvu tena. Nafsi yangu ya kutamani Yesu, ya kutamani roho yangu yaona kiu kama yala. Nimesema kama upo ambaye unasema katika hali ya kawaida ulichoka, Roho Mtakatifu yuko na wewe, yuko na wewe, yuko na wewe mchana wa leo. Ana haja na wewe, anataka akupe nguvu mpya za kutembea ili uweze kuona thamani ya wokovu, uweze kuona thamani ya wokovu ulionao. Yesu yuko mahali hapa, Yesu yuko mahali hapa, ana haja na wewe, anatamani kukuona ukikua tena, ukipata nguvu tena, ukistawishwa tena. Yesu anakutamani, 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 Yesu anakutamani. Pale ulipo, anza kumwomba Mungu,
Anza kusema na Bwana. Mwambie Mungu, nahitaji, nipe furaha ya wokovu. Nipe furaha ya wokovu. Nipe nasema pale ulipo, tupo ibadani watu wa Mungu. Roho Mtakatifu yupo. Kaa pale ulipotulia. Ongea na Bwana, mwambie Bwana, naomba nipe nguvu tena. Yamkini kama mwanadamu, kuna wakati sijaona wokovu, sijaona furaha yake. Yesu, nipe nguvu. Nipe nguvu. Mungu anasema roho ni nasi, lakini mwili ni dhaifu. Kuna wakati wewe inakuwa lazi, lakini mwili unachoka.